Okay. Siku chache zilizopita niliweza kufundisha kuhusiana na vitu mbalimbali vinavyoendelea kwenye soko, na moja kati ya vitu ambavyo niliweza kuelezea ilikuwa ni market profile. Sidhani kama nilieleweka vizuri, but market profile, kitu cha kwanza ambacho nilishai kuelezea ni kwamba soko huwa linaanza lina consolidate, lina trade kwenye range, pande mbili za juu na za chini zilizo sawa. Mara zote soko likiwa lina trade kwenye range, huwa tunasubiri upande mmoja uchukuliwe. Na hapo kama tunavyoona, hii ilikuwa ni Asian session. Hii hapa Asian session, hii ni London session, na New York Open mara zote ndipo huwa tunapata movement kubwa, na New York Open ya kwetu ilikuwa hapa, entry yetu ilikuwa chini hapo, discount saa 10:30 kwa muda wa Marekani. Huko New York chini hapa nimeset ni kuanzia saa 3 hadi saa 5, ila kwenye circumstance hii iliweza kujitokeza saa 4:30 ambayo huko ni saa 10:30, ambapo market ikaanza kuwa overall bullish na target ni equal highs. Baada ya soko ku take equal highs, naona kwenye upande wetu hapa iliweza kutuachia fair value. Baada ya kutuachia fair value, soko likaweza kututengenezea new high na tukawa tuna low. Nachokuwa na expect baada ya kuona kitendo kama hiki kimeweza kujitokeza, ni kwamba price imetengeneza new equal high na low. Nasubiri hii pande moja ya juu iweze kuchukuliwa kwenye time frame ya 1 minute, ni confirm change of structure above kwenye level hii, na target ni soko li trade below these levels, li trade kwenye chini ya point hizo hapo. Tunaona soko lilikuja li trade vizuri, palikopa pana pips za kutosha kutoka hapa hadi chini hapa take profit, na baada ya hapo hapa chini ni buy. Na hii setup nili trade live siku ya jana, ni profitable setup. Target kama kawaida ni high. Soko lilikuwa winning, soko mara zote likiwa linatengeneza new high na likasweep hizi levels za chini, huwa linatoa taarifa kwamba aliwezi kuja kuzitembelea hizi level, kwa sababu zinakuwa ni nini, cleared liquidity, kwamba stop loss za watu zishakuwa nini, triggered, zishakuwa zimeondolewa. Na baada hapo tunaona soko likatengeneza new high. Hii setup niliweza kuimiss, ila nilibahatika kuiona, ila nikaimiss hadi juu hapo pana pips za kutosha. Soko tunaona lika change structure, na baada ya kuna nilio tukawa tumebakiwa sana na low hii ambayo soko ni lazima ije ku trade. Kwa hiyo nilikuwa na expect kwamba soko lije li trade up, literemke below those levels, na niliweza comment live kwamba US stake ni bullish, na ilipofika saa 10:30 kweli soko lilianza kuwa bullish around kwenye point hii hapa, ingawa iliweza kutuachia gap. Aliweza ku trade, naamini hili gap lina sababu ya kutokuwa nini traded. So price ikakimbia juu kwa haraka sana, ikaenda kuform nini new high. Kwa hiyo market overall ni bullish, na hizi levels zetu hapa chini hapa zishakuwa nini cleared. So levels ambazo na expect soko linaweza likazitembelea ni hizi hapa. Si expect kwamba soko liweze kuvunja hizi hapa, kwa sababu lisha clear liquidity. Maybe hii liquidity hii zinakuwa nini doubled. The next week hizi stop losses zinaweza zikawa triggered, but for the next day, for the Alhamisi, I hope the market itatelemka around this area. So tukifungua market, nitakuwa nikitafuta selling setup za kuseli hadi kwenye around
point here. Na hivi ndivyo jinsi soko linalofanya kazi. So otherwise you will continue with losses. And always setup ipo pale inaeleweka. Asian session, consolidation, London manipulation, distribution. Simple. Previous day Asian ilikuwa consolidation hiyo hapo, manipulation ikaja ika manipulate kidogo below this levels low, distribution New York. Kama kawaida, the market is so pretty easier. You can trade P-Boss